zangu, nimewaita hapa leo kutoa msimamo rasmi wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam kufuatia kauli zilizotolewa na Mheshimiwa Askofu Josephat Gwajima, mbunge wa jimbo la Kawe na mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa. Nimezitaja nyadhifa hizi kwa maksud na ninazo sababu. Askofu Josephat Gwajima ni mbunge wa jimbo la Kawe aliyechaguliwa na wananchi wa jimbo la Kawe kwa mategemeo ya kwamba anakwenda kuwakilisha wananchi katika mijadala inayoendelea ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo sote tunajua bunge ndiyo chombo kikuu cha maamuzi cha nchi hii na kina wawakilishi kutoka kila sehemu ya nchi. Lakini pili, Mheshimiwa Askofu Gwajima ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi aliyechaguliwa kwa kura na wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa, wakiamini kama mtu huyu atafaa kuwa sehemu ya vikao vya juu vya chama vinavyojadili masuala mazito ya nchi na kuyatolea ufafanuzi ama kutolea mwelekeo. Ndugu zangu, nimejaribu kuwapitisha nyadhifa kuu mbili za Askofu Josephat Gwajima kwa maana ifuatayo: hawezi kujitenga kwa namna yoyote hivi na hizi nafasi alizonazo kwa sasa, kama alivyoweza kuwaelezea wananchi katika mazungumzo yake ya awali na waandishi wa habari. Ndugu zangu, nimesema leo nataka nitoe msimamo wa mkoa wa Dar es Salaam. Askofu Gwajima katika mazungumzo yake na waandishi wa habari ametoa kauli mbalimbali, na mimi nitapita kwenye kauli zake na kutolea ufafanuzi, na mwisho nitatoa msimamo wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam. Kauli ya kwanza Askofu Gwajima ni ya kusema kwamba wakuu wa vyombo vya usalama huondolewa kwa sababu ya kukataa maagizo ya wanasiasa. Ndugu zangu, niwaambieni tu umma wa Kitanzania, katika jambo lililopotoshwa ni hili la kusema kwamba wakuu wa vyombo vya usalama katika taifa letu huondolewa kwa matakwa binafsi ya wanasiasa. Hii si tu kupotosha, bali ni hatari kwa amani ya nchi yetu. Sote tunajua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye ndiyo anafanya uteuzi wa mamlaka ama viongozi mbalimbali, na yeye anayo mamlaka ya kikatiba na kisheria kutengua. Lakini anatengua vipi? Inawezekana zipo sababu za msingi, na mara nyingi tunamshuhudia Mheshimiwa Rais akisema hadharani, fulani ninakupeleka katika mamlaka fulani, nenda ukafanye zaidi ulipofanya hapa. Mifano hiyo naitoa. Kwa maana gani? Rais anaweza akamteua kiongozi fulani, mfano kama alivyotolea DG wa usalama wa taifa, lakini kwa kuimarisha labda utendaji kazi wa mamlaka anaweza akampangia majukumu mengine na akamweka mwingine. Lakini yapo maono ya Mheshimiwa Rais, yeye kama yeye, kwa maarifa aliyojaliwa, kwa kiti alichokikalia, anaweza akafanya mabadiliko ya uongozi ama kumbadilishia kiongozi majukumu. Lakini zipo shauri na taarifa mbalimbali. Hii ni taasisi. Kwa hiyo najaribu kuwaonyesha kwamba upotofu huu aliyousema Askofu Josephat Gwajima ni kuhatarisha amani ya nchi na kuchonganisha mamlaka kuu ya nchi na wananchi wa Kitanzania.